William Ruto ni arageria juu chini na mundu ucio ndarakoma na nikio muronire nginya agioka na ndege agatengera kuria gwa Kenyatta ona kana no mahoro bica na mundu wetwo Uhuru wa Kenyatta na ari bica icio cia githie ng'enda-ini ona kana maundu no macenjie. Unfortunately aguthirwo shock tondu actually ni marakara marongereire akora ndu marakarite marakara ngiri imwe riu ndu marakarite marakara ta milioni 10 riu thaici ni tondu wa kuona bica icio na maundu macio William Ruto arageria gwika o akigeria gutufuata. William Ruto ni atuhenirie na agikuwa kura cito na agituhuthira uru ni tureketie ithu kumweherera na tutinde tungimwitikia ni maracokira matuingatira Rigathi wa Gachagua uria urari trustee witu thiini wa thirikari yake matuingatira riu niki kiragituma turumirire na tutiramya niki kiratuma tufuate tondu ithu ni tureketie kumuthenga tutakirima ya tutabururi wa gema hena kamubango keho na ni muronire mundu gwitwo Martin Wanja nti muthenya haina guku Murang'a akigeria gwikanga karavani anga cia thayo na riria maundu maria mahithite maubukanire tondu andu itu ni ogi ni macokire makimenya na mundu aratumwo gutwike ati ni karavani cia thayo niguo okendie Professor Kindiki tondu kwendia William Ruto Mount Kenya nitakwendia ngurwe mekai makona mendia mundu gwitwo Kindiki mendia Kindiki re William Ruto agoka ndandie mugongo wa Kindiki oke athurwo andu itu maracanuka marera matini mirorongano ya thayo twara kuria Baringo twara kuria Pokoti twara kuria kwa Nandi ni kwendu maraiyo ng'ombe ni kwendu maroragwo ithuĩ twina thayo riu ria maronire kaundu kau ga kuhuthira Martin Wanja nti nikagutha ihiga maracokire boardroom na gaka ni ngumbura andu itu tondu amwĩrie ni ndimwĩraga ma itegwĩtigĩra tondu ni tutikona vire na mundu maracokire boardroom maraiga atiriri tondu Martin Wanja nti ni acanukwo tutingĩhota kumuhuthira ringi gwika mirurungano ya marekaga ya thayo riu mecirĩtie kuoya o mũkũrinũ ora ũngĩ na ni agakũrinũ ni mũgatwendia ngama ya Ngai akũrinũ ni mũgatũtwara thĩna-inĩ maikarĩte thĩ magacira makoya mũkũrinũ ora ũngĩ riu no ti Martin mũkũrinũ ũcio tondu ni influencer na ni akoragwo na arũmĩrĩri aingĩ mũno thĩinĩ wa Facebook mũno ri na mũkũrinũ ũcio ni gũtuĩka ni tateithanagia ri gũgatuĩka riu no arahuthirwo agathiĩ agaikara handu agascript kaundu agakandĩka page-inĩ yake ũrĩa Kindiki ateithianga family rĩkũ ũrĩa anga Kindiki ateithia family rĩkũ anga mekĩra ngambia amahenga milioni cigana ascript kaundu kau ri harĩa kĩanda ri agacoka akandĩka atiriri na simseme naibu wa rais Professor Kindiki abarikiwe akandĩka ũguo harĩa thĩ mundu ũcio arahuthirwo eta dipstick kwamba kurora uria marakara mandu maregariura ahuthirwo guo ri mundu ucio ni anetwa mbeca nyingi ri tureke ndimwire niguo acoke abange andu metagwo influencers aini arĩa megwitikira kuingira ini ya mũkũrinũ ucio influencers arĩa megwitikira kuingira ini ya mũkũrinũ ucio ni gubangitwo ni mekuneo mbeca nyingi muno ni thirikari niguo makorwo makigeria kwendia mundu ugwitwo Kindiki na maramwendia na njira cia riri makageria gwetha kaundu mangi frame ekite na andu itu tutiria kigu tukoretwo Kenya no tutinoka muthenya wa ira Kindiki are mundu ugwitwo senator wa kuria Tharaka Nithi are mundu ugwitwo deputy speaker are majority leader thiini wa kuria Senate na ndari ateithia ona kahi ona kwa haria gicagi mite haria Tharaka Kindiki ndari ateithia ona kahi hau ndari ateithia mundu onao riri gwatuika rais tondu ni atuika deputy president Mary ona ireti mithiru ri milioni 10 milioni 20 ni wa araruta kucia kuneana gutire mbeca ta icio arahe green influencers acio ati mathi mageke maundu marehitwo mbia ciao ene makaro ma script tondu twakwendia narrative niguo andu Mount Kenya moneke kana megutuika control moke maingire mutaro-ini wa Kindiki maingira mutaro-ini wa Kindiki nake Kindiki agacoka amonorerie gikabu-ini kia William Ruto uguo andu aitu ndirenda kumuhe warning imwe tu na ndimwira kaundu kamwe murabatara gwika niguo mukorwo muri andu ogi tondu tuikara tukimwiraga atiriri muhige mutikanatahwo Kindiki ni mundu wa kirima hau ni twaiguithania tutirarega ni aheirwo gite gutire mundu na thina noguo no Kindiki ni wehithitwo nake ni thu iria iroka gutunyarira mundu uraturagira ciana ehithite na Kindiki mundu uratunyarira economy ri uragwire gutingituika na githomo gia tu Kenya no nginya githomo kiambie kurihwo mbeca na kirihwo goro tondu ni twambite kuria githomo goro ri mundu ucio ehithanitie na Kindiki na tondu Kindiki ni arega kweherera mundu ucio niguo twata gukabira nake wega ri ukama magongona-ini ukaigwa mundu arugama kaiga atiriri na Kindiki ni akohete ngiri 20 gutingiruta kiu marageria kwendia ritwa ria Kindiki Mount Kenya na makendia Kindiki Mount Kenya ni William Ruto marendia nikio twiga atiriri tukumareganiria mari othe tukomba turaga influencers acio othe matongetio ni mũkũrinũ ucio urambeire go script maundu ma Kindiki turege mũkũrinũ ucio turege influencer othe arĩa mekurehe maundu ma Kindiki turege Kindiki niguo tuhote kuraga William Ruto no mwetekera influencer arĩa mumathikiririe mumahe airtime mumahe attention mwambie kuina rwimbo rwa Kindiki angareka mwambie kumuinira ndasi mugekora mutaro-ini wa William Ruto na mutikamenya mukiingira mugekora ni mwacokio ringi ni mwogo mutago-ini na muguthie na mbere na kunyaririka korwo mwetikania nani andu aitu akirima
rekei tuthikiririe uria Rigathi wa Gachagua aratwira na nginyanagia na hau twakinya tondu migambo ni miingi na anabii ni ingi muno amaheni kirima-ini andu maraiga njirirwo na Ngai arauga na Ngai aranyonia na nugu tubatie gwika munabira tuguthikiriria wa kirima ni mundu gwitwa Rigathi wa Gachagua mundu ungi wothe ugukorwo atekwaria mugambo wa Rigathi ucio tutigukorwo twi hamwe nake tondu Rigathi no uronaniria atiriri tutingicirirwo nguru hau tutingicirirwo uru ne kugutha metha iteke ucio no muno tungihota kwihoka uguo andu aria marafuata Rigathi amethu akarungwa thangwa awa mucoba acio ni tukumetekia muno tondu nio mena mundu gwitwa Rigathi na nio mararia horo wa Wanjiku na nio mararia horo wa ma no mikore eno engi yothe ya William Ruto na influencer aria maingirite mutego-ini wa Kindiki already acio othe mikore tumikire kiondo kimwe tu ni tukunia icio ni kuda ngutume icio ni komerera mutikamathikiririe ni nda cio marethera na tondu tutimathuire ri kono mwe mbeca icio ni maria na makire ri tuti mundu ko we na mbara nao man akorino acio magakithotho akorino nio magakatari makire ahutu muno nio magakihuthika muno korwo akorino acio no mwe mbeca na makire tuti na mbara nao ni tu ni mari nda ni tu ni mari ciana mari na makire tuti na mbara nao no mwe ambie icio moke gutwe matuhu ma Kindiki na William Ruto tukumarega na tumarege tumaingatithia ta ndaimono tukumakumithia ta uria ngui kumithagio muthenya wa thigu kwirite maguta tutigwitikira uthikirire to ciona hanini. Gachagua is a man huyo ndiye tunatarajia next year atatupatia mwelekeo. Kwa hivyo mambo yako ya taarifa ya kuandika ya UDA, taarifa zako za Jubilee, taarifa zako za BBI, kurudi kwa Ishaweri, hizo zote sisi watu wa jamii ya Mlima Kenya tuondoe hapo. Shikaneni walevi wende zenu, mfanye hizo biashara, sisi hapo hatuyuko, tunajipanga tukiongoza na Rigathi Gachagua. Mtu mwingine amenishangaza sana jana. Ni yule pastor anaitwa Mark Kariuki. Na nataka niongee hapa leo hii bila kuogopa. Nataka niambie wa Kenya. Huyo bishop mliona kule State House akiwa amepeleka madikoni wengine hapo na mapasta wengine wale ambao wanamfuata wa kanisa yake ya Deliverance. Vile mliona wakicheka wakismile pale State House wakiwa mkutano na William Ruto. Hao mapasta ni wale waliitwa wakati William Ruto alishinda uchaguzi na akaapishwa, wakapelekwa State House, wakaambiwa ni William Ruto and it is on record. These are not my words. William Ruto akawaambia wazunguke compound yote ya State House wakiongea na ndimi, watoe zile mapepo zilikuwa zimewekwa na serikali ya Uhuru, mapepo ya pombe na mapepo ya bangi. Wakazunguka huko wakiongea na ndimi. Baadaye William Ruto akasema ya kwamba hao mapasta watapatiwa kazi ya kuwa intercessors. Wakuwa wanalipwa na ushuru yenu nyinyi wa Kenya. Ati kazi yao wakae kwa kona fulani, kazi yao ni kuintercede na kuombea William Ruto, kuombea mawaziri, kuombea nini. Hiyo ndio ile kazi Mark Kariuki alipatiwa. Na wamekuwa wakiendea pesa State House. Wamekuwa wakienda huko wanapatiwa ile kitu Uhuru Kenyatta juzi ameita bahasha ya brown. Wamekuwa wakiendea huko na hiyo ni pesa ya wananchi. Huyu Mark Kariuki ndio mjue yeye ni nani vizuri. Juzi hapa siku tulikuwa na matatizo kama nchi wakati jenzi walikuwa wanapigwa risasi. Mark Kariuki nao wakora walikuwa nao jana State House hakuongea, na yeye ni pastor hakuongea. Siku tumekuwa hapa na kizungumkuti, wamama wanakatakata na mapanga wanatupwa kwa magunia wanaenda wanatupwa kwa mto. Watu Kenya mzima watu wakaandamana. Huyu pastor huyu bishop Mark Kariuki hakuongea hiyo siku. Hii mambo imeleta story mingi hapa Kenya, mambo ya shana shisha. Watu wetu wanakufa kwa sababu ya kukosa mambo ya NHIF. Hiyo mambo yote imeleta shida. Huyu Mark Kariuki hakuna siku tumesikia akiongea. Mambo ya CBC, juzi malecturer walikuwa wamegoma, watoto wetu hawakuwa wanaenda shuleni. Huyu Mark Kariuki hatukumsikia akiongea. Tumekuwa na changamoto for the first time in the Republic of Kenya. Wakati Rigathi Gachagua anafukuzwa kwa serikali kinyume na sheria, wale mapasta wengine walikuwa wanajaribu kuricha tu William Ruto wamwambie hii mambo unafanya si mzuri komesha. Mark Kariuki hatukusikia mahali akiongea. Na kama hakuongea wakati tumekuwa na matatizo kama taifa, kazi yake ni kuamuka anaendea bahasha ya brown kule State House. Huyo si pastor, huyo si mtumishi, huyo si bishop, huyo ni mkora. Siku mapasta wengine wanakataa sadaka, wanaambia William Ruto kabla utupatie 10,000, kabla utupatie milioni 10 ama milioni 5 kwa kanisa tukure, ni vizuri kwanza uaddress zile maneno ambazo zinatatiza wa Kenya. Tumeona maaskofu wa ACK, PCA, Catholic, wengine hata pia wapefa, tumeona wakitoa taarifa wakikemea William Ruto kwa sababu ya corruption. Hakuna siku hata moja wa Kenya tumeona Mark Kariuki akiongea. Siku maaskofu wanarudisha hiyo mambo ya sijui ya sadaka ya milioni 10 sijui milioni 5. William Ruto anaenda kuchukua pesa wananchi anapeleka kwa kanisa. Siku wanarudisha na wanasema hawataki siasa kwa kanisa.
Hatujasikia Mark Kariuki akiongea. Kwa hivyo nataka Wakenya wajue, mkiona William Ruto ameita Mark Kariuki na wahubiri wote walikuwa kule State House jana, hakuna mambo ya wananchi wanazungumzia hapo. Hakuna interest za Wakenya wanaenda kuzungumzia kwa hiyo meza. Ile kitu Mark Kariuki anaendea pale ni pesa, ni bahasha ya brown, ni pesa ya kunonesha tumbo yake na familia yake, lakini hata hawezi fikiria maisha ya wale washirika ambao wanamfuata. Hawezi hata hurumia wale wanarika wako kwa hiyo kanisa yake ambao wanakosa masomo kwa sababu lecturers wanagoma kwa sababu serikali imeshindwa kutekeleza mambo ya masomo. Hawezi zungumzia hiyo maneno, anashughulikia tumbo yake. Kwa hivyo niambie Wakenya hapa wazi, huyo si mchungaji, huyo sio bishop, hawakilishi wa Kenya, anawakilisha tumbo yake. Na kama vile ambavyo nilimwambia Wakenya, kama mnakumbuka, tukasema ya kwamba vile ambavyo William Ruto alinunua wabunge, siku hizi wabunge wa kazi yao ni kupigia William Ruto makofi. Nikamwambia pia kuna baadhi ya wachungaji, pia kuna baadhi ya watu ambao wanajiita mabishop ambao wako katika ile orodha ya kununuliwa na William Ruto, na kazi yao ni kwenda huko kumwambia mtukufu rais, tunakuombea, bingu inasema hivi, Mungu anasema hivi, serikali ni ya Mungu, haleluya nini. Hiyo upuzi yote, kuna wale wahubiri kazi yao ni kwenda kwa William Ruto, wanapatiwa pesa, wanaongea ile matamshi ama wanaongea ile maneno ya kumfurahisha. Kwa hivyo mapasta mjiadhari na wao, ni mapasta wa uongo, ni mapasta ambao ni bandia. Wala mapasta wa kweli ni wale tumeona wakitoa taarifa na kukosoa serikali, zile mambo ambazo wanafanya kinyume na sheria na kinyume pia na matakwa ya wananchi. Hao ndio wale maaskofu ambao tutasikiza, na mnawajua vizuri, wamejitokeza juzi wakatoa taarifa kubwa wakielezea zile shida ambazo zimekuba nchi ya Kenya. Hao ndio wale mapasta wanazungumza kwa niaba ya wananchi. Hao wengine wanarukaruka huko wakiongea na ndimi, sijui wamepatiwa kazi ya intercessor, na hata hiyo maombi yao ni maombi hata haieleweki. Ni maombi hata si maombi, ni maombi hata ya upuzi. Ingekuwa maombi ya ukweli, maombi ya maana, ingekuwa imebadilisha taifa. Walipatiwa hii kazi ya kuombea nchi kina Bishop Mark Kariuki 2022. Sasa tuko 2024. Badala nchi ikuwe mzuri na haribika, badala mambo ikuwe sawa inaendelea kuharibika zaidi. That is to say hiyo maombi hata Mungu haisikii. Hiyo biashara yote wanafanya hapa ya utapeli, Mungu hata hayuko hapo. That is why hakuna hata kitu maombi inaweza badilisha. Nikimalizia, juzi nimeona magazeti imeanza kusema ile maneno ilikuwa inaendelea pale Shaweri. Na nikasikia kwamba kuna mikakati na mipango ya kwamba Uhuru Kenyatta anaweza rudi kwa serikali ya William Ruto. Na wanazungumzia vile kwamba hata kama ni ndugu ya Uhuru Kenyatta, bwana Moi anaweza patiwa kiti ya waziri. Sijui Uhuru anapatiwa nafasi ya sukume watu kadhaa wale ambao walikuwa wanafanya nao kazi kwa serikali yake, awapatiane kwa William Ruto. Sisi hatuna shida na hiyo. Uhuru Kenyatta, sisi hatuna shida na hiyo. Ukitaka kupatiana ndugu yako akuwe waziri ni sawa. Ukitaka kuforward ndugu yako akuwe running mate wa William Ruto 2027 ni sawa. Ile kitu ambayo tunasema sisi kama Wakenya, hii hata si Mkenya peke yake, ile kitu tunasema kama Wakenya, hii mambo ya matajiri kupatana kwa meza, wanaongea mambo ya biashara zao, wanaongea mambo ya familia zao, alafu wanafiki, wakora, wanatokea kwa kamera kutuambia ati sasa nchi imekuja pamoja. Hiyo ni upuzi, hiyo ni ujinga. Sisi hatuyuko hapo. Sisi hatuyuko hapo Wakenya. William Ruto na Raila Amolo Odinga na Uhuru Kenyatta kupatana kwa meza, wanapigwa picha, wanaongea biashara zao, wanaongelea familia zao. Hapo ni wapi Wakenya wamepatana? Hapo ni wapi Wakenya wameungana? Juzi tumeona Raila Amolo Odinga akienda kwa meza, anapeana mtoto wake, anapatiwa kazi kwa sijui AU. Au matajiri wakipatana wanaongea biashara zao, familia zao, watoto wao, vile ambavyo watapatiwa makazi kwa serikali. Au wakiungana ni wapi Wakenya wameungana? Juzi sababu sasa Uhuru Kenyatta wamesalimiana na William Ruto, wana watoto watafukuzwa shule Murang'a Januari, hawatafukuzwa. Wana wazazi hawana fees, hawajui namna ya kupeleka watoto shule next month. Wamesaidika na nini? Yule mama analala njaa kule Mombasa, kule Kilifi kwa sababu ya pinchi ya uchumi. Sababu sasa William Ruto amechukua John, amechukua Uhuru Kenyatta na amechukua Raila Odinga kwa serikali. Huyo mama amesaidika na nini? Ameshiba. So Wakenya sisi tuongee kwa kauli moja. Na tuambie hawa matajiri, hiyo upuzi wanatubeba sasa, mahali imefika tumechanuka. Hamwezi kuwa mnatuambia familia 3 zikipatana ati nchi imepatana. Familia 3 zikipatana Kenya imepata amani. Familia 3 ikipatana ati sasa tutapata maendeleo. Hiyo ni upuzi na hiyo ni ujinga. Sisi kama Wakenya ni vizuri tukubaliane ya kwamba tuko peke yetu. Sisi ndio tumebaki tukikosoa serikali kwa sababu sisi ndio tunatoshwa ushuru. Na hata juzi nimeona magazeti yanasema ya kwamba I think some 65 MPs wamepatana usiku hapa bungeni na wamepitisha zile sheria ambazo zilikuwa zinapingwa wakati wa finance bill. Gazeti ya leo ilikuwa inasema 65 MPs
Usiku last night wamepatana bungeni na wamepitisha sheria za kuongeza ushuru secretly. Hivyo ndivyo gazeti ilikuwa inasema. Kwa hivyo sisi ndio tunanyanyaswa, sisi ndio tunafinyiriwa, sisi ndio tunamalizwa. Lazima tuongee. Hata matajiri wakipatana sisi hatutanyamaza. Lazima tutaongea kama Wakenya na pia kama jamii ya Mlima Kenya. Sisi hatutanyamazishwa. Na vile ambavyo tumekubaliana, kwa sababu hii ni kitu naona hata kwa mitandao. Unaona kabisa watu wa Mlima Kenya wamekubaliana kwa kauli moja. William Ruto hata asalimie nani? William Ruto hata afanye nini? Safari ya kumpeleka kule Sugoi kama jamii ya Mlima Kenya, hiyo sasa ni unstoppable. Tulimlipa deni yake, ametulipa na maovu. Alikuja hapa amezunguka hapa Mlima Kenya, amerukaruka hapa akatudanganya. Hakuna kitu hata moja alituahidi hapa wakati wa kampeni alitekeleza, na tulimpatia kura zetu. Sisi hatuwezi kuwa kwa hiyo biashara ya uongo. Unatuambia hii, mchana unatuambia hii, kesho unatuambia hii. Hiyo upuzi yote sisi hatutaki. Tulikuwa na mzee Kibaki, hakuwa anapayuka juu ya magari, hakuwa anaropoka hapa akidanganya watu, lakini kazi alikuwa anafanya. Sisi hatutaki hadithi na uongo na ujinga mingi kuzunguka huko hapa ukitusumbua hapa. Sisi tunataka kazi kwa sababu tunalipa ushuru. Kwa hivyo 2027 sisi kama jamii ya Mlima Kenya msimamo ni ule ule. Tuko nyuma ya Rigathi Gachagua na tulimwambia sisi kama watoto wa Mlima Kenya atafuta marafiki nje ya jamii yetu. Ashikana na wale viongozi wengine katika nchi ya Kenya. Wale ambao wakana nia njema ya kubadilisha taifa. Washikane, watengeneze coalition 2027. Hakuna kitu itazuia. Hata Mungu ametupatia goodwill. Ametupatia goodwill ya kuhakikisha kwamba William Ruto tumempeleka nyumbani asubuhi na mapema. Ni hayo tu kwa leo, na pia yakitokea mengine tutazungumza sababu nchi ni yetu. Lazima tuongea. Thank you very much. Na mheshimiwa pale Uhuru Garden niliona kuna watu hawakutokea sana. Ni kwa nini nataka uzungumzie kwa nini watu hawakutokea na wenye walitokea inasemekana walilipwa? Watu hawakutokea kwa sababu wamechoka kudanganywa. Watu wa Jamhuri ya Kenya wamechoka kubeba ujinga. Wale ambao walitokea leo ni wale ambao hawana kazi, hawana pahali ya kwenda, wameitwa wapatiwe 500 wakae hapo 3 hours wasikize uongo alafu waende nyumbani. Wakasema ni sawa. Wakaenda kuchukua hiyo 500, wasikize uongo 2 hours and then watoke na 500. Hajao ni 500 yenye walikuwa wanalipwa leo. Otherwise innocent Kenyans, mtu ako na mambo yako ya kufanya, haezi enda hapo kupoteza wakati akisikiza uongo. Kwa sababu ile maneno nimesikia hapo William Ruto akiongea leo ni uongo. Ati rais mzima anasimama anasema ya kwamba ati mambo ya SHA it is functioning. Jana kuna mtu amenipigia simu akiwa kwa hospitali. Hizi system wamenunua 104 billion wameuzwa na Adani, zimefail. Kuna mtu jana amenipigia akiwa kwa hospitali. Haziendi through, hizo mashini zote system yote imefail. Haiko inafanya kazi. So wamekwama kwa hospitali. Kitu ambao wametuambia hapa ati sijui walikataa NHIF sababu ile kitu wanauziwa ni Adani, hiyo system sijui ni mzuri na ndio maana hata wamenunua pesa mingi 104 billion. Jana imefail. Hata sasa tunaongea imefail tayari. Na unasikia William Ruto akiongea kwa kamera akidanganya wananchi akiwaambia sijui ni kama hii Adani inafanya kama hii na SHA zinafanya zilikuwa zinafanya huko kwa hiyo sherehe yake, lakini siko hospitali. Zilikuwa zinafanya huko siko hospitali. Shukrani. Exactly. Kuna swali?